Ameamua kuwa multipurpose leo. Mungu ambariki kwa hilo. Karibuni nyote tena kwa ibada ya siku ya leo, ikiwa ni ibada ya mwisho katika mwaka wa 2025. Natumai ya kwamba imekuwa ya baraka na inazidi kuwa ya baraka mchana wa siku wa leo. Nyinyi ambao mumepata nafasi ya kuweza kufika, Mungu awabariki. Leo makanisa mengi vitu kikao utafikiri ni draft. Jinsi walivyojipanga ni kama kete, wameruka huku, wameacha kule, maana wengi wamesafiri na kuelekea katika kusherekea. Ila wewe ambaye umeweza kupatikana, tukaweze kuabudu pamoja, Mungu akubariki sana. Pasipo kupoteza wakati, tafadhali twende katika kitabu cha waraka wa Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 22 na ule mstari hadi mstari wa 25. The book of James chapter number 1 verse number 22 through 25. Natumai kwamba sote tumeweza kufika mahali hapo. Nitaenda kusoma kisha tuombe, alafu tutaendelea kutoka hapo. Waraka ni wa Yakobo, mlango ni ule wa kwanza, mstari ni ule wa 22 hadi mstari wa 25. Nitasoma. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru ya kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Tuamini na tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, muumbaji wa vyote vilivyomo duniani na hata juu mbinguni, tunasongea mbele zako Bwana katika unyofu wa mioyo yetu, tayari Bwana kulisikia neno lako. Bwana tunakusihi tukikuomba Bwana ukaifungue mioyo yetu, ukafungue mawazo yetu, katuwezeshe Bwana kulielewa neno mchana wa siku ya leo. Vyote ambavyo Bwana vinaweza kuwa vizuizi Bwana mtakatifu vya kuweza sisi kuweza kulisikia neno lako kama jinsi inavyopaswa, wacha Bwana ukaviondoe, tukaweze kuwa makini Bwana katika kulisikiliza neno lako, ili Bwana mtakatifu baadaye tukaweza kulitilia maanani, tukaweze kulifanyia kazi katika maisha yetu ya kila siku. Ewe Mungu, kaweze kunisaidia, Roho Mtakatifu akanipatia usemi na mtiririko wa mawazo Bwana, ninapolinena neno lako nikalinene Bwana kwa ukamilifu wako Bwana na kwa uaminifu wote. Mungu wangu, nisaidie, niwezeshe katika shughuli hii nzima, na nikupitia jina la mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Samahani kwa hilo. Ningependa kuwakaribisheni tena mchana wa siku leo tunapoenda kuiangalia maandiko matakatifu yake Mungu katika kitabu cha Yakobo ama waraka wa Yakobo, na mlango ule wa kwanza na mistari hiyo niliyoweza kuisoma mbele yenu mchana wa siku wa leo. Ikiwa kumbukumbu yako iko sahihi, tuliweza kuangalia kitabu hiki na mistari ile tuliyoweza kuisoma leo, hasa tukiangalia neno la Mungu ambalo watu wawili wametajwa katika sehemu hii, mtendaji na msikiaji tu. Na katika hawa wawili lipo jambo ambalo wanatangamana nalo, na tukaweza kuangalia neno la Mungu, tukaangalia zile sifa ambalo neno la Mungu limepatiwa katika mistari hii michache. Ni neno la Mungu linalookoa, ni sheria kamilifu na linaweka huru vile vile. Na katika siku ya leo, katika nyakati na wakati ambao tunaishi, ni wakati ambapo makanisa mengi katika nchi yetu ya Kenya na bara zima la Afrika na ulimwenguni kote, ni watu wanaosema kwamba ni Wakristo,
ni watu waliojawa na ufahamu mwingi tu. Waulize kuhusiana na Mungu ni nani, waulize kuhusiana na utatu wa Mungu, mtu anafanyikaje, anapatanishwaje na Mungu, watakujibu sahihi. Muulize msalaba wa Kristo unamaanisha nini katika maisha yako. Muulize Jumapili ina maana gani kwako. Muulize, je, kwa nini usamehe watu wengine. Muulize kitabu hiki na kile kinasemaje, kinamaanisha nini, na ujumbe wake mkuu ni gani, na watakuelezea kwa usahihi wengi wao. Ila katika takwimu zikifanywa, kanisa na dunia havina tofauti katika maadili, katika mienendo, na hata jinsi wanavyowaza, wanawaza sawa sawa. Kanisa halina tofauti na jinsi ulimwengu unavyofanya. Katika miziki, midundo ni ile ile ya ulimwengu. Katika matamshi yanayopatikana kanisani ni yale yanayopatikana kule nje. Tatizo ni nini haswa? The church and the world seem to be the same morally, social beliefs and even behavior. Katika nchi yetu ya Kenya wanasema 80% ni Wakristo. Ila angalia jinsi watu walivyo katika kuvaa kwao, katika matamshi yao, katika maisha yao ya kila siku. Angalia jinsi ilivyo. Ndio wa kwanza kupatiana uongo barabarani. Ndio wa kwanza ambao kusema kwao uongo sio kitu. Ndio ndoa katika kanisa zinavunjika kushinda hata kule nje. Tatizo ni nini haswa? Kuna takwimu ilifanyika na Wakristo wakiwa kanisani wote wanakubaliana kwamba hakuna ndoa baina ya mwanamke na mwanamke mwingine. Ila wakifuatwa peke yao kule nje, hawana tatizo na mwanamke na kuoa mwanamke mwingine. Hawana tatizo na kijana wa kike na wa kiume kuweza kufanya tendo la ndoa nje ya ndoa yenyewe. Hawana tatizo na hayo. Ila wakiwa kanisani wanasimama pamoja. La hasha, haitakiwi kwa hivyo. Tatizo ni nini haswa? Na kitabu cha Yakobo haswa katika mistari isoma inaenda kutupatia jawabu ya mambo hayo. Tafadhali nenda tena nami katika mlango wa kwanza na mstari huo wa 22, nikisoma masikioni mwenu tena. Lakini iwe watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Na katika mistari ambayo tumeweza kuisoma, kuna mambo matatu nataka tukaweze kuiangalia mchana wa siku wa leo. Mungu akituajalia kumaliza, ikiwa tutaweza kumaliza, basi tutaweza kumaliza Jumapili ile inayofuata. Mambo matatu haya nataka tukaweze kuyatazama ni haya: the command and these two characters, hearers only and doers of the word. Amrisho lenyewe ambalo limeweza kutolewa na Yakobo, alafu na hawa watu wa aina hizi mbili, wasikiaji tu na wale watendaji wa neno. Ndiyo mambo ambayo nataka tukaweze kukumbana kujadiliana mchana wa siku leo tunapoendelea katika mafundisho haya. Na tukianza kabisa na amri ambayo Yakobo ameweza kuitaja mbele zetu. Ni dhahiri kabisa kwamba ni amri ambayo ameitoa Yakobo. Anasema hivi: lakini iwe watendaji wa neno na wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Katika maamrisho haya yako na sehemu mbili, the positive side and the negative side. And the positive side is this: be doers of the word. Iweni watendaji wa neno. Ndio amrisho ambalo tumepatiwa. Yakobo anatupatia mchana wa siku leo. Iweni watendaji wa neno. Kweni watu wa kulifanyia neno kazi. Kweni watu wa kulitilia maanani neno mnapolisikia. Katika sehemu ya pili, mnapokuwa hivi, msikue watu wa aina hii. Msikue watu wa kulisikia neno la Mungu tu. Na tunajua kwamba
matakatifu ni pumzi ya Mungu. Si Yakobo tu anayetoa amrisho ili, ni Mungu mwenyewe anayetoa amrisho ili ya kwamba iweni watendaji wa neno na wala sio wasikiaji tu. Linaposikika neno katika masikio yenu, linapopita neno katika kudurusu ama kusoma maandiko matakatifu, yasiishie tu hapo, bali mkaweze kutangamana na neno katika njia hii, katika kulitilia maanani ama kuweza kulitekeleza na kulifanya. Leo ndugu yetu Shadrach alikuwa anaweza kutuambia, juzi tulikuwa tunaongea, ni jumbe nyingi zaidi ya 100 zilizopita masikioni mwetu katika mwaka huu, na Mungu katuweza kututunuku ya kwamba jumbe hizi zikazunguka katika sehemu tofauti tofauti ya maisha yetu. Katika maisha ya kijana, jumbe zimepita za kuzungumzia maisha ya kijana. Katika maisha ya ndoa vile vile jumbe zikapita za kuweza kuzungumzia mambo yale. Katika maisha yetu kule nje na majirani na ndugu zetu zikaweza kutokea. Katika jinsi tunavyokaa katika maisha yetu ya maombi na kulisoma neno la Mungu, vile vile jumbe zikatoka kuhusiana na mambo hayo, kuhusiana na hasira ya Mungu, kuhusiana na Injili. Mambo haya yote Bwana akatutunuku yakaweza kupita katika masikio yetu. Na swali ambalo tunataka kujiuliza hivi, na wakati ule mwingine niliyasema haya, wakati unasoma kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo, swali utakalo kujiuliza kuu ni hili: je, yale ninayotekeleza, mambo ninayoyafanya yanamulika imani yangu? Yale matendo yangu ninayotekeleza na kuyafanya, je, yanamulika yale ama kile ninachokiamini? Na mwaka huu umekuwa kanisani, mimi nilikuwa ninaangalia jinsi katika sehemu tofauti tofauti ya maisha yangu ya kiroho, jinsi yalivyokuwa katika maisha yangu ya maombi, katika maisha yangu kulisoma neno la Mungu. Je, ni wapi nimeweza kulegeza kamba na ni wapi nimeweza kukua? Na nikawa naangalia, je, kukuja kwangu kanisani katika ibada za katikati ya wiki na Jumapili, je, kumekuwa aje? Na kama kuna ibada za katikati ya wiki haswa za Jumatatu nimekosa hazizidi 5. Ikiwa katika mwaka huu kuna ibada ya Jumatano ambayo nimekosa, sidhani kama zinaweza kufika 3. Na labda wewe vile vile katika kuja kwako kanisani, ila ikiwa haya mambo wewe kuja yaliishia hapo, katika kuja tu, kuna uwezekano mkubwa kwamba umepoteza wakati wako kwa mwaka mzima. Na katika amrisho ambalo Yakobo anatupatia, katika amrisho ambalo Mungu anatupatia, wapo watu wawili ambao wanawekwa wazi mbele yetu. Kwanza yupo mmoja anayeitwa ni msikiaji wa neno tu, na yupo mwingine ambaye anayeitwa, anatamkiwa kwamba ni mtendaji wa neno. Na ni katika hawa watu wawili ningependa tukaweze kuangalia kwa undani katika siku ya leo, nikianza na yule msikiaji wa neno tu peke yake. Nao katika lugha ya Kiyunani ya mtu huyu aliyeitwa msikiaji wa neno, ni mtu kwanza kabisa kwa hali ya uwezo wa kuweza kusikia, ameweza kusikia habari fulani. Ameweza aidha kukaa mahali peke yake ama katika ukumbi, na akaweza kusikia habari fulani zikapitishwa katika masikio yake. Na katika nyakati zile za kale, hasa katika nyakati hizi za Agano Jipya, wakati mwingi mafundisho yalikuwa yanapitishwa kwa kunenwa, kwa kusikizwa. Na pia katika usomaji wa Torati ulipatiwa kipaumbele katika kanisa. Hivyo watu walisikia mara kwa mara kushinda kusoma. Ndio maana mwandishi wetu Yakobo anatuambia maneno haya, anatumia watu hawa, msikue wasikiaji tu.
maana kila siku ya maisha yao walizungukwa na kusikia habari. Na katika muktadha anaongea kuhusiana na waumini. Katika mlango wa kwanza mstari wa pili anaongelesha waumini, mlango wa pili mstari wa kwanza anaongelesha waumini. Anaandikia waumini Wayahudi waliokuwa wametawanyika katika eneo lile. Now, mstari ule wa 23 unasema hivi: mstari wa 23, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo, maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Na ningependa nikaweze kuzieleza sifa 3 za huyu mtu anayeitwa msikiaji tu wa neno. Na katika haya ningependa uweze kujitazama na kujiangalia wewe mwenyewe katika mwaka huu jinsi ulivyokuwa. Je, uko katika kundi gani kati hawa watu wawili? Je, umekuwa msikiaji wa neno tu peke yake, ama umekuwa mtendaji wa neno? Katika sehemu tofauti tofauti za maisha yako, je, wewe ni mtu gani katika makundi haya mawili? Na wa kwanza ambaye ningependa tukaweze kumwangalia ni huyu anayeitwa msikiaji tu. Na sifa yake ya kwanza, kilichotajwa kuhusiana na yeye katika mstari ule wa 23, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Nataka kuweka mkazo wangu katika ilo neno anayejiangalia. Na sifa yake ya kwanza, matabia yake ya kwanza ya huyu anayeitwa msikiaji, Yakobo anasema ni kama mtu anayejiangalia. Na neno kujiangalia in your English Bible, it is the word observe or look intently. Now, neno hilo tena katika lugha ile ikiwa Biblia inaandikwa means to literally put the mind down on something, so to consider careful and attentively. Neno kujiangalia lina wazo ya kuweza kulikazia macho jambo fulani ili kuweza kulitazama, kuliangalia, kulichunguza kwa makini mno. Kuweka mawazo yako yote katika lile jambo ambalo liko mbele yako. Unataka kulifahamu ama kulijua. Na Yakobo anasema huyu aliye mtendaji au huyu aliye msikiaji wa neno tu, ambayo Yakobo anatuambia tusikue mtu wa aina hiyo. Jambo la kwanza kuhusiana naye ni kwamba anaweza ama anajiangalia, anaweka mkazo katika mambo aliyoyasikia kuweza kuyachunguza na kuyatazama kwa kina ama kwa undani, kwa uangalifu ama kwa umakini. The idea of this word is to think about something very careful or to consider closely, which denotes the actions of one's mind apprehending certain facts about the thing considered. Neno hili kujiangalia liko na dhana ya mtu anayeweka mkazo wake kuweza kutazama, kwa sababu yapo mambo fulani, yapo mawazo fulani anayoyafahamu, kweli fulani anazozifahamu katika kichwa ama katika akili yake, na kwa sababu ya hayo inampelekea kwenda kuyatazama na kuyaangalia kwa umakini. Ndiyo tabia ya huyu anayeitwa msikiaji tu peke yake. Ila angalia jinsi anavyofanya. Anajiangalia wapi? Anajiangalia uso wake katika kioo. Now, I believe the English ESV and together with NKJV has used natural face. Anaangalia uso wake wa asili. Na katika neno asili, neno lililotoleka hapo ni neno ambalo limetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili mwanzo, Genesis. Katika muktadha wa maandiko haya matakatifu, Yakobo akiwa anaandika, nilisema hivi ya kwamba wakati ule mwingine nilisema hivi ya kwamba
Yakobo anawaandikia watu wanaoteseka, lakini si watu wanaoteseka peke yake. Yakobo anawaandikia Wakristo pia ambao wamekumbatia ulimwengu. Ndio maana katika mlango anasema kwamba yeyote ambaye ni rafiki ulimwengu ni adui wa Mungu. Yeyote ambaye anasema kwamba anakiri yuko na imani ila matendo yake yako kinyume na hayo, imani yake imekufa. Maana ni watu ambao wanasema ni Wakristo ila wamekumbatia ulimwengu. Na katika muktadha wa hayo, Yakobo akiongelea kuhusiana na uso wake wa asili, anaongea kuhusiana na jinsi mwanadamu alivyo katika asilia yake, yaani mwenye dhambi. Na haya ni kweli katika maandiko matakatifu ukiyasoma. Na labda unaweza kufanya zoezi ili katika mwaka unaokuja. Katika maandiko matakatifu unapoyasoma kwa uangalifu na kwa umakini, haya mawili utayapata kweli. Kwanza kabisa itakueleza na kukuonesha Mungu wa kweli anakaa ni Mungu wa aina gani. Maandiko matakatifu ukiweka mkazo wako yatakwambia tabia za Mungu. Ni Mungu mwenye hasira, ni Mungu ambaye ni mwaminifu, yatakwambia haya yote. Ila jambo la pili, maandiko matakatifu yatakwambia ni mwanadamu ni mtu wa aina gani. Na kuanzia Mwanzo 3 kuendelea, haya ndio utayapata kwamba mwanadamu ni muovu tangia kuzaliwa kwake. Na Yakobo amesema ya kwamba mtendaji anajiangalia uso wake katika kioo. Na niliyasema haya kwamba kioo anaongelea kuhusiana na neno la Mungu ambalo ataita kwamba ni torati kamilifu, ni sheria kamilifu ya Mungu. Anapojitazama uso wake na kuweka mkazo katika torati, katika kioo hiki, anapojiangalia anajiona jinsi alivyo. Na haya yalikuwa ni kweli kwa wale watu ambao Yakobo alikuwa anawaandikia. Walisikia neno likisomwa, walisikia maandiko matakatifu yakisomwa katikati yao, na waliweza hata kwa njia moja au nyingine kuweza kuyachunguza na kuangalia jinsi walivyo. Now, wanapoyafanya haya yote, wanapojitazama, wanapoangalia, wanapoweka mkazo, wanapokusanya mawazo yao yote na kuweza kujiangalia katika hichi kioo cha hakika, kioo ambacho kinaonyesha wao ni nani, ni mambo gani wanayotekeleza, ni mambo gani wanayoyafanya baada ya kujiona jinsi walivyo. Na nikuulize tu hili swali. Mafundisho ambayo yamepita hapa kila wakati na kila uchao, na kila tu siku unaposoma maandiko kwa matakatifu ama unapostudy maandiko kwa matakatifu, je, haya si kweli? Je, si unaona jinsi ulivyo? Wakati tulipopitishwa kitabu cha Mwanzo 19, je, si tulionyeshwa jinsi mwanadamu alivyo? Tukimwangalia Lutu jinsi alivyoangalia Sodoma na jinsi alivyoitazama na hata ikamvutia kwenda, si tulionyeshwa jinsi tunavyofanya kila siku katika maamuzi yetu tofauti katika maisha yetu. Na hata wengine labda wakatoka mahali hapo kusema kwamba lile neno la leo ni kweli, hivyo ndivyo mimi niko na nitaenda kufanyia mkazo jambo hili. Na hadi wa leo hamna chochote lichokifanyia kuhusiana na neno hilo. Si ndugu yetu Shedrack alisimama hapa na kueleza kuhusiana na Danieli 9 na kutueleza kuhusiana na maombi. Na hata wengine tukatoka hapa tukisikia kwamba hakika atufanye jinsi inavyotupasa, atuombe jinsi tunavyotakiwa kuomba. Je, ni maamuzi, ni mambo kutokea wakati huo, umebadilika vipi katika maombi yako kibinafsi? Si mafundisho yametoka hapa kuhusiana na waume na wake zao, kuhusiana na jinsi mwanaume akae katika ndoa, mwanamke akae katika ndoa. Je, ni mambo mangapi ambayo umeyafanya kubadilisha jinsi ulivyo pale mahali panapofaa kubadilishwa, wakati neno la Mungu limewekwa mbele zako kama kioo, ukajitizama na kujiangalia vizuri na ukajua ya kwamba mimi ni muovu, sifai, na jinsi nilivyojiona katika neno la Mungu yanipasa kubadilika, na hadi wa leo hujaweza
kubadilika katika sehemu ambayo uliona unafaa kubadilika. Kwa nini? Kwa nini hukuweza kubadilika? Kwa nini hata baada ya kweli kuwekwa mbele zako na kujiona jinsi ulivyo, kujiona jinsi unavyodanganya kazini, nyumbani, jinsi maisha yako yalivyopotoka, jinsi maisha yako yalivyojawa na uchafu na takataka, na hata kuazimia kubadilika, kwa nini hukubadilika? Yakobo anatupatia sifa ya pili ya mtu wa aina hii. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Na sehemu nayoitaka katika mstari ule wa 24 ni neno akasahau. Amesikia neno la Mungu na hata ameweza kusongea na kuangalia kwa umakini akalichunguza, ila baada ya kulisikia neno la Mungu na kulichunguza akasahau. Nakumbuka mwaka jana mwezi wa Disemba tulikaa hapa Jumatano 2 tukiangalia yale mafundisho ambayo tumepitishwa kwa mwaka mzima na yamefanyika ama yamekuwa na manufaa gani katika maisha yetu. Tulikuwa na mama, ndugu Shadrack, dada Jackie, Festus, mimi na nafikiri mzee Joshua na wengine kama walikuwepo. Na tukawa tunaulizana swali, je, yale mafundisho yaliyopita mwaka wa 2024 yamekuwa na msaada gani katika maisha yetu? Na jambo moja ambalo nilisema ni hili, ya kwamba ikiwa tutakosa kwenda nyumbani na kuweza kupitia yale mambo ambayo tumefundishwa, uwezekano mkubwa wetu ni wa kusahau. Na nikasema kwamba mwisho wa mafundisho si kusikiwa tu, ni kutiliwa maanani na kufanyiwa kazi. Na swali nikauliza ni hili, je, kitu kilichosaulika kinawezaje kutiliwa maanani? Na Yakobo anatuambia hivi, huyo anayemwongelea ni msikiaji tu, na neno tu ni muhimu sana. The word hearer only is an important word, kwa sababu neno tu linaeleza ni msikiaji wa aina gani. Mwisho wake ni kusikia peke yake. Baada ya kusikia hamna lingine lolote linalofanyika, na ndio maana mwandishi anamuita msikiaji tu. Na tabia yake anafuatilia mambo haswa katika mawazo yake, anasongelea na kuweza kuyachunguza, ila kinachofuata, sababu kwa nini ni msikiaji tu, anatuambia Yakobo kwamba akasahau. He forgets. Now, the word for in verse 24, I think in the Swahili word ni neno maana, shows us why is he a hearer only. Neno maana linatueleza kwa nini huyu ndugu ni msikiaji tu peke yake, na ni kwa sababu anasahau. Na neno kusahau liko na mawazo haya: not recalling information about something, kutokumbuka kitu kuhusiana na jambo, ama kutokumbuka maelezo fulani kuhusiana na kitu ambacho ulikuwa unakifahamu. Or another word, to neglect, kupuuza. Now, kuna mtafsiri mmoja wa maandiko anaitwa Steve Coles, anasema hivi: James is not describing a man with poor memory, but rather a man with poor priorities. God, heaven, and eternal life, to him all these doctrines are nice, but he has other important things to pursue, like career and other things. Yakobo akiongelea kwamba anasahau, aongee kuhusiana na mtu ambaye kumbukumbu yake ni ya muda mchache tu, ama ni kumbukumbu mbaya. La hasha, anaongea mtu ambaye vitu anavyovipatia kipaumbele. Neno la Mungu, mambo kuhusiana na Mungu, mambo kuhusiana na mbingu, mambo kuhusiana na uzima milele ni mambo mazuri, lakini yapo mambo ya umuhimu kwake ambayo anayatafuta. Hebu niulize tu swali. Nyuso ambazo ziko hapa nyingi zilikuwa wakati Pastor Yeri alisimama baada ya ibada na kusema kwamba, wapendo, tukikubaliana jambo
na unajua ni jambo la sawa kufanya na ukose kulifanya ni dhambi kwako. Na akiongea maneno hayo alikuwa anaongea kuhusiana na mambo kuhusiana na kuja ibada mapema, na akaongea kusema saa ibada kuja mapema tulipatana ni 3 kamili. Ila niulize hili swali, katika mwaka huu ni wangapi ambao wanaweza sema kwamba umekuja ibada wakati ambao tulipatana tuweze kufika ibada? Ni wangapi ambao jambo hili wamelitilia maanani na kuweza kufika kwa wakati ule unatakikana? Si hayo tu, yapo mambo yamenenwa kuhusiana na kufika kukusanyika na watakatifu wengine. Waebrania 10:24 hadi 25. Ni muhimu kupatikana kukusanyika na watakatifu wengine, hasa siku ya kwanza juma, siku ya Jumapili. Ila ni wangapi ambao wageni wanaweza kuwaweka nyumbani na kususia ibada? Maana katika maisha yao ibada haina kipaumbele kuliko maamuzi, mambo yao ya kila siku. Ni wangapi ambao wamepatia kazi zao kipaumbele kuliko ibada ya kila siku? Je, ni kwamba neno hawajalisikia? La hasha, neno wamelisikia kwa mwaka mzima, ila ni wasikiaji tu. Na si wasikiaji tu, ni watu wanaosahau. Na kabla ufikirie kwamba watu wanaosahau wako na kumbukumbu tu ambazo wanasikia neno alafu linapotea katika akili zao, la hasha. Neno hili katika lugha Kiyunani liko na maana ya kupuuza. Watu wanaoyapuuza mambo. Na kwa nini watu wapuuzilie mambo? Mwanadamu anapuuzilia mambo kwa sababu ya kipaumbele katika maisha yake. Yapo mambo yanayokuwa na kipaumbele kushinda mengine. Hivyo basi, japokuwa tunajua tunaweza kufanya hivi, tunafaa kufanya hivi, ila kwa sababu halina kipaumbele kushinda ili, nitaliacha, nitafanya ili lengine. The hearer only, he is a forgetful person. Ni hatari mama, ni hatari kijana na mzee, ikiwa wewe ni mtu wa aina hii. Ikiwa wewe ni mtu wa kusikia tu peke yake, ni heri aungesikia kabisa. Ni hatari ikiwa wewe utakuwa mtu wa kulisikia neno la Mungu peke yake pasipo kulichukulia hatua nyingine. Na nataka kuongea mambo 4 kuhusiana na kusahau kwa aina hii. Muktadha ikiwa ni kulisahau neno la Mungu ulilolisikia, aidha katika mahubiri ama katika study zako. Maana hizo ndio njia mbili kubwa tunaweza kulisikia neno la Mungu, aidha katika kulisoma neno la Mungu na kuweza kulifanyia studies, ama kulisikia mahubiri. Na ndio maana ni muhimu kupatiana masikio yako wakati neno la Mungu linaposomwa katika ibada. Na mambo 4 ambayo kusahau kunapelekea, hasa kulisahau neno la Mungu. Na kusahau huku naongelea kuhusiana na kupuuzia mbali neno ulilolisikia. Na forgetfulness leads to inaction. Kusahau kunapelekea wewe kutofanyia kazi uliyoyasikia. Angalia, mchungaji amesimama hapa mara na mara, nikamsikia na masikio yangu, na wewe pia ukamsikia akisema maneno haya ya kwamba kijana wa kike au wa kiume hafai kufunganishwa katika mahusiano na mtu ambaye hajaokoka na mtu ambaye siyo muumini. Ila si haya ni maneno ambayo ya kuachilia mbali na kutoyafanyia. Kwa nini hauyafanyii kazi? Kwa sababu kusahau kunaleta wewe kutolifanyia neno la Mungu kazi. Wangapi wa mama wamesikia kwamba lazima wawatii waume zao wakiwa kule nyumbani? Katika mioyo yao wakasema, afadhali hivyo mume wangu hayupo hapa, angalau hili hata lisikia. Na ukarudi nyumbani ukakuwa mwanamke yule uliyokuwa wakati ule kabla hujalisikia neno la Mungu. Kusahau, kupuuzia neno la Mungu kunaletea wewe kutochukua hatua za sawa katika maisha yako kuweza kulitii neno la Mungu. Ila si tu hayo, forgetfulness leads to self satisfaction.
Yakobo anatuambia maneno haya, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama anayejiangalia uso wake katika kioo. Mstari wa 24, maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Na kwa nini mtu apuuzilie mbali yale ambayo ameona wazi katika neno la Mungu kwamba siyo sawa katika maisha yake kuwa? Ni kwa sababu anatosheka jinsi alivyo. Yale anayotekeleza na kuyafanya ametosheka nayo. Kupuuzilia mbali neno la Mungu ulilolisikia kunaleta kutosheka katika mambo unayoyafanya. Na kama neno la Mungu linakushauri na kukuelekeza uyaache mambo, ni kwa sababu ni dhambi, ni kwa sababu hayafai kuwa katika maisha ya muumini. Na ikiwa unatosheka katika unayotekeleza kwa sababu umepulizia neno la Mungu mbali, unasema hivi ya kwamba nimetosheka ninayoyatekeleza. Forgetfulness leads to growing carelessness. Wacha nirudi hii, maana ndio tabia yetu. Tabia zetu mbili kuu hizi haswa kanisani. Number 1, ibada tunakuja wakati ule ambapo tumejisikia kuja. Number 2, ibada tunakuja ile siku tumejisikia tutakuja. Na kwa sababu ya mazoea yetu ya kila uchao, ya kila wakati, kulisikia neno la Mungu na kulipuuzilia mbali pasipo kulifanyia kazi, hatujali hata kidogo maisha yetu ya ibada. Hatujali hata kidogo jinsi tunavyoenenda katika nyumba ya Mungu. Hatujali hata kidogo tunayotekeleza tukiwa katika nyumba ya Mungu, maana neno la Mungu tumelipuuzilia kila uchao na kila siku. Na la mwisho kuhusiana na neno la Mungu, na hili ndilo hatari kuliko haya yote. Forgetfulness of the word of God leads to increased sinning. Kupuuzilia neno la Mungu kunaleta kuongezeka kwa dhambi katika maisha yako. Tuwafanye haya. Ikiwa katika tuasimu kuna mambo 5 ya Mungu, na katika mambo haya 5 wewe angalau kuna moja ambalo unalitekeleza. Haya mengine 4 labda huyajui, hujawaisikia. Kila uchao kikuja kusikia neno la Mungu kuhusiana na hili jambo alafu kose kulitekeleza, unamtenda Mungu dhambi. Lengine likiletwa mbele za masikio yako na kosa kulitekeleza, unamtenda Mungu dhambi. Na kila uchao kadri unavyopuuzilia neno la Mungu, unazidi kudidimia katika kuitenda dhambi. Ushawahi kujiuliza hili swali? Kuna watu ambao mwaka huu wataweka resolution, kuna mambo wanayofanya unajua haya ni maovu, sifai kuyatekeleza. Na mwaka huu resolution mojawapo ni kwamba mimi kuanzia huu mwaka haya mambo nitayaacha. Alafu inafika mwaka huo, miezi kwanza ya 3 ndio anafanya zaidi kabisa. Inafika miezi katikati ya mwaka bado anafanya vile vile. Akifika mwezi wa 10 amekufa moyo na kusema wacha niendelee kufanya, nitaaza ule mwaka unaokuja. Ni kwa sababu tu moja, neno la Mungu linapita. Huo ndio ukweli. Neno la Mungu linahubiriwa kila uchao, ila kila siku linapopita katika masikio yetu, ndivyo sisi tunalipuuzilia mbali na kuliweka kando katika maisha yetu. Na kadri tunavyolisukuma mbali neno la Mungu na kulisahau, dhambi inaongezeka katika moyo wetu. Tunatenda dhambi na kutosheka ndani yake kila uchao tunapolipuuzilia neno la Mungu. Yakobo anasema kwamba mtu wa aina hii, usikue mtu wa aina hii, usikue mtu wa aina hii, msikiaji tu wa neno. Maana msikiaji wa neno ametosheka katika anayotekeleza, halifanyii neno la Mungu kazi, na kila uchao dhambi ndani yake katika moyo wake inaongezeka.
I want you to ask yourself this question. Umeyasikia mambo mangapi kuhusiana na wewe? Neno la Mungu linapotolewa mbele zako ni kama kioo, linakuonyesha jinsi ulivyo, maana halidanganyi. Neno la Mungu likihubiriwa kiuaminifu na kikamilifu, neno la Mungu linakuonyesha jinsi wewe mwanadamu ulivyo. Na katika mwaka huu mzima Mungu amekuonyesha jinsi ulivyo, amekuonyesha udhambi wako, amekuonyesha zile sehemu unazostahili kubadili maisha yako. Ila ni ngapi ambazo umezifanyia kazi? Ni katika maisha yako ya maombi, ni katika maisha ya usomaji wa maandiko matakatifu, ni katika ujaji wa ibada wako, ni katika tabia yako ya kukosa ibada, ni katika maisha ya utakatifu yako chini ya jua hili. Kama kijana wa kike na wa kiume, jinsi unavyoenenda, jinsi unavyotumia viungo vyako vya mwili. Kama mwanamke, jinsi unavyokaa na mume wako. Kama mwanamume, jinsi unavyokaa na mke wako. Mambo haya yote maandiko matakatifu yamekuonesha. Ila ni mangapi ambayo umeyapuuzilia mbali? Ni mangapi ambayo umeyaweka mbali katika kumbukumbu yako na kuyasahau? Ni mangapi ambayo umeyasusia hata? Sikuhusu tu mtu ambaye anasahau tu, ni mtu ambaye mambo ya Mungu ni mazuri mno, lakini katika moyo wangu hayana kipaumbele. Tutajua tu kama mambo ya Mungu yako na kipaumbele katika maisha yako ikiwa yanapoletwa mambo ya Mungu na mambo yako, utasusia mambo yako na kuyakweza mambo ya Mungu. Tutajua kama ibada ya Jumapili iko na maana katika maisha yako ikiwa utajitahidi kila uchao, liwe liwalo, angalau ujitahidi ya kwamba ufike katika ibada. Tutajua ikiwa neno la Mungu liko na umuhimu katika maisha yako. Ni kweli siwezi fika katika ibada ya Jumatano, ila nitajitahidi nikaweze kusikiza zile jumbe zitakazotoka. Tutajua ikiwa mambo ya Mungu yako na kipaumbele. Ile siku tutakutana na mume wako na kueleza jinsi ulivyo nyumbani. Tutajua ikiwa mambo ya Mungu yako na kipaumbele katika maisha yako, ikiwa ile siku tutakutana na mke wako na kutueleza jinsi ulivyo nyumbani. Tutajua kama mambo ya Mungu yako na kipaumbele katika moyo wako, ile siku tutakutana na wafanyikazi wenzako na ndugu zako na wazazi wako na kutueleza jinsi wewe ulivyo. Ikiwa miisho yetu ni kusikiliza neno la Mungu, ni wasikiaji tu. Hebu niulize hili swali. Kile kioo kiko katika nyumba yako. Ikiwa asubuhi utamka na kama mwanaume shati lako liko hivi, na uangalie kioo na uone kabisa haiko jinsi inavyotakiwa, na uondoke ukiwa umebaki hivi, basi kioo kina maana gani katika maisha yako? Ikiwa mwanamke utakuwa umejipaka makeup yako na umejiangalia kwa kioo ukapata kwamba maji yameweka na imeteremka hivi, na uotoke hivyo hivyo, basi kioo kitakuwa na maana gani katika maisha yako? Vile vile ikiwa utaisikia mahubiri na kulisoma neno la Mungu na kuona hivi ndivyo ninavyopaswa kufanya na ukose kufanya, yako na maana gani katika maisha yako? Bali inakuwa yanazidi kukuongezea ghadhabu ya Mungu, maana unazidi kutenda dhambi na kukua katika dhambi kila uchao. Angalia, ikiwa kulitii neno la Mungu tunakuwa katika utakatifu, kutolitii neno la Mungu tunakuwa katika uchafu wa dhambi. Na watu walio wasikiaji tu wa neno kila uchao wanakuwa katika uchafu wa dhambi, maana kila siku wanalipuuzilia neno la Mungu mbali.
Si Yakobo huyu amesema katika Yakobo 4:17 ya kwamba yeyote anayejua la sawa kufanya na akose kulifanya, yeye anatenda dhambi. The best candidate of this verse, James chapter number 4 verse 17, is this person, the hearer of the word. Si amesikia ya sawa kuweza kuyatekeleza. Si amesikia mchungaji aliyosema yanayofaa kufanywa. Si amesikia yale ambayo yanafaa kutekelezwa katika ndoa na katika maisha kule nje. Si ameweza kusoma na kuna jinsi Mungu anavyotaka afanye. Si amejua jambo la sawa kulifanya. Anapokosa kulifanya ni dhambi kwake. Analiangalia neno la Mungu na kulipatia umakini. Muulize kuhusiana na fundisho la kufanywa haki, atakuelezea kikamilifu. Muulize kuhusiana na utatu wa Mungu, atakwambia Yesu ni Mungu kamili na ni mwanadamu kamili. Muulize kuhusiana na kazi ya Yesu pale msalabani, atakwambia si kuhusiana na sisi kupata mali, fedha na dhahabu, ni ili sisi tukaweze kupatanishwa na Mungu wetu. Muulize kama neno la Mungu linatosha, atakwambia linatosha hakika. Lakini yatazame maisha yake jinsi yalivyo. Hayabadilishi maisha yake. In fact, atanayatumia maandiko kuweza kuboresha maisha yake ya dhambi. Usinihukumu usije kuhukumiwa. Ndugu yetu Shadraka amekuwa na fundisho la kutoa, na jambo moja lilolisema ni kwamba kutoa kwa kweli si kwa kushurutishwa, si kwa kulazimishwa. Na mtu anajua kweli jinsi anavyopaswa kutoa katika ibada, katika nyumba ya Mungu. Ila ukimuuliza, unaangalia maisha yake, akona kazi, anakula kila siku, ila utoaji wake unadorora, na ukimuuliza anakuambia kwamba utoaji wa kweli si wa kulazimishwa, si wa kushurutishwa. Anatumia neno la Mungu kuboresha hali yake ya udhambi. Maana ni msikiaji tu wa neno. Amelitazama neno, amelisikia neno, amelelewa neno, ila amelisahau, amelipuuzilia mbali. Maana mambo aliyopatia kipaumbele si maandiko matakatifu, ni mambo yake. Na kwa sababu hii, msikiaji wa neno, yapo kuna mwisho wake, kuna matunda yake. Na Yakobo anatuambia hivi katika mstari ule wa 22. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Wale wote wa aina hii, ikiwa wewe ni mmoja wapo ya kwamba jumbe umezisikia, mahubiri umeyasikia, ila maisha yako hayajabadilika kamwe. Yakobo akikuangalia hivi anasema imani yako imekufa, maana tuone kuzaliwa kwa matendo mema. Ikiwa wewe ni mtu wa aina hii, msikiaji wa neno tu, umesikia, umesoma, ila umelisahau, umelipuuzilia mbali neno la Mungu, na kwa sababu hiyo hamna mabadiliko. Yakobo anasema hivi, yapo matunda, lipo jambo ambalo unajifanyia katika maisha yako ama utakalolipata, na ni hili moja tu: unajidanganya nafsi yako. You are deceiving yourself because of how we interact with the word. This is what we do to ourselves. We are deceiving ourselves. And notice something. Likazie jambo hapa. Si shetani anayekudanganya. Likazie macho jambo hili. Si rafiki yako anayekudanganya. Ni wewe mwenyewe unayejidanganya nafsi yako. Now, the word deceive literally means to reason beside the point, to miscalculate, to reason falsely, hence to mislead. Kufikiri uongo, hivyo kujipoteza. Yote ambaye
ni mtu wa aina hii, mama, nawe kijana na wenzee, ikiwa haya ndio maisha yako kule nyumbani, angalia, ikiwa wewe ni mtu wa kusoma neno la Mungu kila uchao, ikiwa hii ndio tabia yako, hili moja ni kweli, kuna wakati unashika Biblia mara kwa mara na unaangalia andiko, unajua kwamba hili andiko linaongea kuhusiana na mimi, hivi ndivyo nilivyo. Unasoma habari za Waisraeli wakiwa jangwani, unaangalia jinsi walivyo wakaidi wa moyo, na unajua hivi ndivyo mimi nilivyo. Unaangalia jinsi walivyokosa na imani kwa Mungu, na unasema unajua hili moja, hivi ndivyo mimi nilivyo. Unaangalia katika Agano Jipya na unasoma habari za watu, jinsi watu walivyokuwa, unasema kwamba jinsi wa Mafarisayo walivyo ndivyo mimi nilivyo. Ila ukitoka hapo ndio mwisho wa maneno hayo, na wala huyakumbuki tena. Kuna wakati umetoka katika ibada na ukasema hivi, hakika ilo neno la siku ya leo ni langu, na wakati mwingi si la baraka vile, ni la kukuonya na kukurekebisha katika mahali ambapo unaenda kinyume na Mungu. Ila baada ya story chache na ndugu yako hapa, na ukifika nyumbani hayo umeyasahau na unarudia maisha yako jinsi yalivyokuwa. Yakobo anasema mtu aina hii anajidanganya nafsi yake, anaidanganya roho yake. Anaona ni la sawa nalo lilitenda, ila anajidanganya nafsi yake, na kujidanganya kukubwa nafikiri ni huku. Imagine mtu ambaye anakuja katika kanisa na kusikia mahubiri kila siku, na kutoka katika kanisa na kusema kwa sababu ninaenda katika kanisa la kweli na kusikia mahubiri ya kweli, mimi nimeokoka, ila maisha yake hayajabadilika. Angalia mtu ambaye hata kila uchao anasoma Biblia yake, na ni mtu usiku anaomba, asubuhi naomba, na kwa sababu ya hayo anasema kwamba mimi nimeokoka, na maisha yake hayajabadilika kimsingi. Si unajidanganya nafsi yako? Ile siku utatokea mbele ya Mwana wa Adamu na kukuambia ondoka, sikuwahi kukujua. Unajidanganya na nafsi yako ikiwa wewe unakuja kanisani kila siku, unalisikia neno la Mungu, ila kusikia neno la Mungu kunaishia tu hapo peke yake. Hamna lingine lolote linalofanyika katika maisha yako baada ya kulisikia neno la Mungu. Pale ambapo ujana wako umeambiwa ukaweze kubadilisha, umetoka na ukaweze ukabakia hivyo ulivyo kuja kanisani hiyo siku, unajidanganya nafsi yako. Mama, ukaisikia ukaambiwa, ukajua kwamba hili neno limeongea kuhusiana na mimi jinsi ninavyo akaana mme wangu, si jinsi maandiko yanavyo ni shawishi yanavyoniambia nikae. Ila haukubadilika hata baada ya kusikia neno la Mungu likikuonya hivyo. Mzee vile vile ukasikia jinsi Biblia ilivyokuagiza ukaweze kuishi na nyumba yako, ila haukuweza kubadilika katika maeneo hayo. Unajidanganya nafsi yako. Ni maafa unayoleta juu yako. Ikiwa kulifuata neno la Mungu kuna baraka, na tutaona kwamba kuna baraka, kutolifuata kuna laana. Ikiwa kuna mema katika kulifuata neno la Mungu, basi kuna mabaya kwa kutolifuata neno la Mungu. Na ni katika kila mahali ambapo Biblia inakuonya, haulitilii maanani. Je, wewe ni mtu wa aina hii? Je, huu mwaka ambao umepita, hivi ndivyo yalivyokuwa maisha yako? Umesikia neno la Mungu likihubiriwa, mpaka wahubiri wakakupatia hadi mifano ya kuweza kukueleza vizuri ukayafahamu, na ukatoka katika ibada ukijua kwamba nimeelewa lile fundisho, Mungu anataka nifanye hivi, na ukatoka na haukufanya hivyo. Unajidanganya nafsi yako. Unajidanganya nafsi yako. Je, wewe ni mtu wa aina hii, kwamba uko hai leo, Bwana amekupatia nafasi ya kusongea mbele zake na kutubu na ya kurekebisha maisha yako kuhusiana na jinsi unavyotangamana na neno lake? Mwandishi mmoja akasema kwamba
ni wakati umefika wa kuacha tu yale maandiko ambayo umeyapigia mstari na kufanya yale ambayo hujayapigia mstari, akiwa na maana hii ya kwamba yale uliyopigia mstari ni yale kuhusiana na kubarikiwa kwako na kuinuliwa kwako, ila yale yanayoonya tabia yako wala hujayapigia mstari. Bwana tusaidie na kutuwezesha katika maisha yetu, tusiwe wasikiaji wa neno peke yake, bali tukawe watendaji wa neno pia, tukaweze kulitilia maanani neno la Mungu, tukalifanyie kazi. Maana ikiwa tutaisha kwa kulisikia neno la Mungu peke yake, tunajidanganya nafsi zetu. Sio Mungu tunamdanganya, tunajidanganya sisi mwenyewe. Bwana Mungu awabariki. Tuweze kuamini na kuomba. Asante Mungu kwa mchana wa siku leo, kwa tusaidie kuliangalia neno la Yakobo 1:22 hadi 25. Bwana tusaidie katika yale tuliweza kuyatazama na kuyangalia, yakaweze kuzaa Bwana mtakatifu 30, 60 na hata 100 katika maisha yetu, katika mioyo yetu. Katusaidie Bwana kuichunguza mioyo yetu, kujidadisi Bwana ikiwa tuko katika kundi hili la kusikia tu neno la Mungu. Tukijipata hapo Bwana mtakatifu, haya ni kweli ya kwamba tumelipuuzilia neno la Mungu, maana tumelisikia na kujua sawa la kutenda, ila hatukutenda. Hivyo basi Bwana, kila uchao tunakuwa na kudorora katika dhambi na kuzoea kukaa Bwana katika dhambi, na sio sawa mtakatifu kwa yeyote anayekiri ya kwamba kazi ya neema imefanyika katika nafsi yake. Bwana, tukijidadisi na kujua haya ni kweli, yamekuwa kweli katika mwaka mzima huu, tusaidie Bwana tukarudi mbele zako na kutubu hata kwa machozi, Mungu wetu. Na Bwana ukatusaidie kuweza Bwana tusiwe wasikiaji tu, bali tukawe pia na watendaji wa neno lako. Tunapoenda kudadisi jinsi tulivyofanya katika maisha yetu ya kijumla, biashara zetu, kazi zetu na maendeleo yetu, Bwana tukajidadisi na maisha yetu ya kiroho, ikiwa Bwana tumekuwa waaminifu katika neno lako. Ikiwa la hasha Bwana, katusaidie Bwana mtakatifu tukarekebishe hapo. Tutie nguvu Bwana katika hili, maana peke yetu Bwana hatuwezi. Na nikupitia jina la mwana kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Mungu aweze kubariki.